Ndugu waandishi wa habari za saizi na umma huu, viongozi wote wa mila na desturi, nadhani wote Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waandishi wa habari, hapa tuko kwa ajili ya zoezi tuliloanza tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Sasa kidogo kuna tukio lilitokea kwa vijana wangu. Kwa majina yangu mimi naitwa Yusufu Saruni Mshao, mwenyekiti wa rika mila na desturi Tanzania. Kidogo siku hiyo kwenye lile tukio, ndugu waandishi wa habari za saizi na umma huu, viongozi wote wa mila na desturi, nadhani wote Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waandishi wa habari, hapa tuko kwa ajili ya zoezi tuliloanza tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Sasa kidogo kuna tukio lilitokea kwa vijana wangu. Kwa majina yangu mimi naitwa Yusufu Saruni Mshao, mwenyekiti wa rika mila na desturi Tanzania. Kidogo siku hiyo kwenye lile tukio la LRI ambalo lilituchukiza sana, imetuchukiza sana kwa sababu sisi ndio viongozi wa malezi na makuzi. Ni sawa na mwalimu akifundisha darasani, kamkuta mwanafunzi aliyemfundisha anafua nguo barabarani, anatembea uchagu, anatukana na ovyo, itamuudhi mwalimu sana. Basi ndio hiyo ndio idara yetu sisi, kuwafuza vijana. Sasa ile zoezi lile tamko kweli limetuchukiza sana, kutukanwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo tunamheshimu, tunampenda. Sasa hilo limetokea. Basi baada ya sisi kupata hilo, tuliwatafuta vijana wahusika na tuliwapata. Tulishirikiana viongozi wote wa mila, kiwepo mkuu wetu wa Isaac Mejo Leksongo. Tulishirikiana kwa pamoja kuwapata vijana. Sasa mila na desturi, ukapatikana mwanaume aliyekwenda jandoni katukana ovyo tu, unachapwa viboko hadharani. Viboko 70 ndio unachapwa hadharani, watu wakuone. Sasa kwa sababu ya hali ya maisha ya mtu kwa sasa imebadilika, unaweza kumchapa mtu akafa. Ndugu waandishi wa habari, kumchapa mtu viboko tu, alikuwa na kisukari, alikuwa na magonjwa nyemelezi, umemchapa viboko, tayari umepata kesi ya jinai. Wazazi wao waliingilia kati, wao vijana waliingilia kati, na wao wote kwa umoja wao nao wakaendelea kuomba msamaha na kushukuru kwamba tumekubaliana. Lakini tukasema ni lazima, alitukana hapa, alitusi hapa, na lazima aje asungumze hapa. Ndio maana unaona wanazungumza hapa. Wakaomba msamaha. Sasa huwezi ukaachiwa, wakapigwa faini ya dume ambayo baadaye mtaona lile dume baadaye kwamba hawajashinikizwa na mtu yoyote. Kwa hiyo ndilo zoezi linaloendelea hapa. Sisi tumechukizwa, na hata kwa sababu wameshakiri wao kuomba msamaha, hata sisi viongozi machifu wa Tanzania tunaungana nao kumuomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ni watoto. Mtoto akikunyia mkono usimkate, si ndio jamani? Huwezi kumkata, na ndio kilichotuletea ugumu. Sasa tungewachapa tu au tungewafanya mambo mengine, kwa sababu sisi wa Masai hatuwataki wanaume hata kina mama kutukana hadharani. Sisi hatutaki. Wa Masai ni watu wenye heshima sana, ndio kabila lililobaki kwa kutunza mila zao na kutunza heshima ya mwananchi, ya Mtanzania, Mwafrika. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, ndilo zoezi lililoko hapa. Hawa vijana kama mliona wamezungumza, hakuna mtu alimshinikiza, wao wenyewe wamekiri na wazazi wao kuomba msamaha kimaandishi, na tulisema lazima waje wasungumze hapa, ionekane umma wa Tanzania nao wasikie kwamba wao vijana wameomba msamaha, nasi tunaungana nao kuombea msamaha kwa Watanzania, na rais wetu asikie, na viongozi wake wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wazee wetu wote wa kimila. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi hilo ndilo zoezi linaloendelea hapa. Okay, Watanzania au watu ambao wengine hawakuwepo kwenye mitandao wanaweza wasifahamu hilo tusi ambalo lilitamkwa, labda ni tusi la aina gani, au hayo maneno ambayo yalitamkwa ni maneno ya aina gani? Okay, ili watu wafahamu. Okay, wacha nikuambie basi mwandishi wa habari. Sasa sisi wa Masai ni watu waliofundwa na kufundika na kufundishwa
Kikwetu mtu akamtukana mama yako, ukaenda kumweleza kwamba fulani amekutukana, ukamweleza lile tusi, wewe ndio utakuwa umetukana. Si ndio jamani? Wewe ndio utakuwa umetukana. Lakini mbona kama vile pia walikuwa na wasilisha maoni makosa? Okay, sasa niwaambie kitu kimoja. Sisi nadhani hamjajua historia ya Wamasai. Wamasai viongozi wa mila na desturi, wao hawaingii kwenye siasa. Na hapa tulikuja na lengo moja tu, Elerai kuvamiwa. Hawa mengine ya Tundu Lissu, mengine ya kutukana rais, hatukuwa naye hapa. Hapana. Kwa hiyo hatuwezi kuunga mkono kwamba walikuwa sahihi. Ni sawa, wangekuwa kwenye uwanja wa siasa, wangemdai Tundu Lissu, wana uhuru. Lakini hapa ni mahali takatifu. Uzungumzi mambo mengine tofauti na mila na desturi. Wala uelezi hata jina la mke wako. Lakini viongozi wengi wa kimila wamekuwa wakijihusisha kwenye siasa na kuonekana wana upande fulani. Hata vijana pia na wao wamekuwa wazi kuzungumza mambo yao hata kama wanapambania kitu fulani. Labda kwa nini labda hiyo imeonekana ni kosa kiasi hicho? Sawa, angetaka kuingia uwanja wa mapambano wa siasa, asingekuja hapa. Nikwambia mwandishi wa habari, ukifuata sana hayo nayo yataka sikupi.